Unatazama Ndizi TV. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, karibu kwenye mpasho saa 7, ikiwa ni siku ya 4 ya Aprili mwaka wa 2025. Nimejiandaa ili niweze kuelezea kwa kifupi tu yale ambayo yanaendelea nchini Kenya, haswa kisiasa na pia kwenye sekta tofauti. Ungana nami ili tuweze kuendelea nawe ndani ya mpasho saa 7 kuanzia sasa mpaka tutakapomaliza. Langu jina Jacinta Nyabeta, mwanzilishi wa lugha ya ishara ni Lydia Mose na mwelekezi wangu Abigail Nyanchama. Na tukianza na tume ya IEBC ni kwamba msasa wa kutafuta makamishna wa tume ya IEBC unaendelea kwa siku ya leo, ambapo wa kwanza asubuhi ama mteule wa kwanza aliingia asubuhi kuwa Farida Abdalla kutoka Mombasa. Alikuwa wa kwanza kuingia kwenye jopo hilo, aliyefuatwa na Francis Odwal ambaye amejitetea kwenye tume hiyo ama kwenye jopo hilo, akizungumza kuhusu tajriba yake ya utendakazi wake iwapo atapatiwa nafasi ya kuwa kamishna wa tume hiyo ya IEBC. Jopo hilo la IEBC linatarajiwa kuwatafuta ama jopo hilo la uteuzi linatarajiwa kuwateua makamishna 6 kutoka kwa wale 111 ambao walikuwa wamejisajili kwa kiti hicho cha makamishna. Chair, Prof, I want to pick up from your introductory remarks, and you did tell this panel that you were part of the 2010, or was it 2011, creation of the 200. 2009, 2010. Actually, yes. It went up to 2011. 2011. And you said you were making presentations even before the president and members of parliament. You can yes. Clarify that again. You said you were making presentations as who now? You are making those presentations as well? I was a consultant with UNDP, and I was also supporting the work of IIBRC. So were you doing it as Professor Odwal or as a consultant of IIBRC? I did it as Professor Odwal. Not. So what was the role of IIBRC in the process? No. IRBRC never quite took me to Parliament. What happened is when IRBRC started their work, I was one of the first people invited to be a resource person. And thereafter, UNDP got interested in what I was doing because I'd been invited on the basis of my expertise as somebody in the broad field of surveying and geospatial science. And thereafter, UNDP organized for me, not on my request, on their request, to work with political parties in various fora that they had as a resource person. 1. 2. When Parliament itself organized a committee that was also dealing with boundary delimitation. This committee also invited me as an expert to go and make presentation as a resource person at their retreat. And it is during this presentation that I was asked a question on how many constituencies do you think we should have?
Naam, ni kukukumbusha tu mpenzi mtazamaji kuwa jopo hilo la uteuzi bado linaendelea na uteuzi wao, ambapo siku ya leo pia tunamtarajia Frederick Odhiambo pamoja na Geoffrey Mulili kuingia kwenye jopo hilo. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ni kuwa mwandani wake Rais William Ruto, Kimani Ichung'wah, ambaye ni mbunge wa Kikuyu na pia ni mbunge wa wengi ni kiongozi wa wengi bungeni ama kwenye bunge la kitaifa, alizomewa na wananchi na wakazi wa eneo la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua hapo jana, huku wakisema kuwa wanamadai kuwa alikuwa amehusishwa pamoja na kung'olewa afisini kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, leader wa majority katika bunge la kitaifa. Mheshimiwa Rais, mimi akaida mwela holai ndio hawa watu wa Kwale. Mheshimiwa Rais, wamesema hii affordable housing iko hapa, ile mawe yote imejengwa hapo ikiwekwa kablo ipewe hawa vijana wa affordable housing. Leo mwenene niye niyo yataragwo na aria tuga gũkũ Karau na Nyandarua yothe gũtirĩ mũndũ ũkwenderio guoya, na niĩ ndiendagerio guoya. Nĩguo kana tiguo? Mwathani amũrathime. Asanteni sana. Na mpenzi mtazamaji, hayo ni baadhi ya matukio ya hapo jana katika ziara yake ya Rais William Ruto. Lakini siku ya leo Rais William Ruto ameendeleza ziara yake katika kaunti za Embu na kaunti za Tharaka Nithi, ambapo amezunguka na akizungumzia wakazi wa eneo la Embu. Asubuhi ya leo amekuwa akizindua miradi tofauti tofauti ikiwemo barabara na pia kuwaahidi mambo mengi kama vile kuwaongezea miradi ya barabara, hospitali na pia kuwapa maji safi ambayo wanatumia kwa kilimo. Na pia Rais William Ruto ameomba viongozi wa nchi ya Kenya ambao wanaendelea na siasa za mapema kuacha na kuwafanyia wananchi kazi kwa urahisi. Na pia Rais William Ruto alizuru maeneo tofauti tofauti pamoja na viongozi akiwemo naibu wa rais Kithure Kindiki pamoja na gavana wa Embu Cecily Mberire. Kwa sasa nimepata milioni 100, nataka niwatengenezee kwanza hiyo barabara iwe inapitika, si ndio? Alafu sasa muniombee niende nipange ile ingine, si ndio? Ili budget ya mwaka unaokuja mimi nitafute pesa niweke pale, ndio tuanze kuja kujenga hiyo barabara yenu. Kwa sasa mimi nataka hiyo barabara iwe ni barabara ambayo inapitika, muweze kuendesha, kwa sababu nasikia ndio inawasaidia kwa mambo ya kilimo na kuwatafutia soko. Vile vile tumekubaliana na nyinyi ya kwamba wale wanaofanya biashara, hii kilimo tunafanya, kama hakuna mahali soko ya kuuza mazao yetu ya shambani, itakuwa ni matatizo makubwa, si ni kweli? Na ndio sababu hiyo hapa Embu tunawajengea soko mpya 7 hapa Embu. Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Na mimi nataka niwaulize, kwa sababu elimu ndio inaleta usawa kwa taifa letu. Mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kusoma. Na ndio sababu mumeona serikali tumeajiri walimu 76,000 kwa miaka miwili. Mungu anajua ni kwa sababu gani jamii zote ziko katika taifa letu la Kenya. Hakuna jamii iko Kenya kimakosa. Mungu ndio alipanga tuwe sisi wote hapa. Na kazi yangu kama kiongozi wa taifa ni kuunganisha jamii zote, kutoka pande zote, kutoka kaunti zote. Watu wa Kenya wakae pamoja ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, kwa sababu umoja ni nguvu. Ama namna gani jameni? Na unajua siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Ama namna gani? Si saa hii kila mtu ashughulike na ile kazi amepatiwa. MCA ako na kazi yake ashughulike. Mjumbe ako na kazi yake ashughulike. Gavana ako na yake ashughulike.
Mimi niko na yangu nishughulike. Siku ya mtihani ikifika, si nyinyi ndio mtasahihisha? Na jinsi Rais William Ruto amesema kila kiongozi afanye kazi yake na aweze kuwajibika. Na gavana wa kaunti ya Embu anaitwa Cecily Mbarire Konradhi. Tukisonga mbele, wachimba migodi kutoka kaunti ya Migori katika eneo bunge la Nyatike kutoka Makalda, Kanyarwanda wamepata afueni baada ya kupata msaada kutoka kwa shirika moja ambalo si la serikali baada ya kuwapa vifaa vya kujikinga na pamoja na vifaa vya huduma ya kwanza ama first aid kits ambazo wanatumia ili wakati wa kufanya shughuli zao katika kuchimba migodi. Na vile mwanahabari wetu Lennox Odede anavyotuarifu, wanakijiji hao pamoja na wakazi hao wamefurahishwa na tendo hilo. Akizungumza baada ya kupeana vifaa vya kujikinga wakati wa kuchimba migodi pamoja na vifaa vya matibabu ya kwanza au first aid kits, Augustine Masiga ambaye anasimamia miradi ya shirika la Solidaridad amesema kuwa shirika hilo limepeana vifaa hivyo kwa miungano 22 ya kuchimba migodi ili kuzuia vifo vinavyotokea kila wakati wa kuchimba migodi. We have supported 22 cooperatives in this program in Migori County. As from last year in January. We have managed to give each cooperative a first aid kit as an example that they can use to replicate across their work. So we are coming in to support on the same work that the county government is doing, and we look forward for more partnership and support. We are also going to support some other miners with full kits of PPEs with helmets and lamps so that when they go underground to mine, they are safe. Alex Ochola ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa kuchimba migodi katika kaunti ya Migori ametoa shukrani kwa shirika hilo akisema kuwa vifaa hivyo vitawaokoa kutokana na changamoto ambazo wamekuwa wakipitia. Na changamoto ambazo walipata tunazo kwa wingi ilikuwa ni first aid. Njia ya kufanya first aid imekuwa changamoto kwetu sana, kwa sababu unapata mtu ameumia hata kama ni kidogo, inabidi akimbizwe tu hospitali. Lakini unaweza pata kwamba mahospitali saa zingine zinakuwa mbali. Kwa hivyo ikiwa mtu alikuwa akivuja damu, itamchukua nafasi mwingi ili afike kwa hospitali ambayo ni karibu. Lakini hiyo pia imetuumiza. Ametoa wito kwa serikali ya juu na ya kaunti ya Migori kuhakikisha kuwa wamepata vyeti vya kuwaruhusu kuendeleza shughuli zao za kuchimba migodi. Tunaomba serikali yetu tukufu waweze kutusaidia ili kupata vyeti hivi viwe kwa njia rahisi, kwa sababu kwa sasa hivi tunavyoongea kupata vyeti imekuwa kizungumkuti. National government ndio wanapeana hizo permits, lakini tunaomba ya kwamba waanze kupeana hizo permits. I would like to request to get support from the national government in terms of facilitating our miners to quickly get the mining equipment. Asking the county government to support our miners, especially through the artisanal mining committee, to be able to be prepared in terms of getting licenses, especially in accessing the issue of the land and land consents on public land. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka eneo bunge la Nyatike, kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na mpenzi mtazamaji, na siku ya leo kwenye chuo kikuu cha Mlima Kenya ama Mount Kenya ambayo inapatikana katika eneo bunge la Thika Town katika kaunti ya Kiambu, kutakuwa na sherehe ama hafla ya kipekee ya kugawa tuzo kwa washindi wa Moment of Inspiration Kenya Awards ama MOICA, ambapo washindi watazawadiwa kwa mafanikio yao katika sekta tofauti tofauti, wakiwemo waigizaji pamoja na waimbaji. Mwanahabari wetu ama ripota wetu Nelfa Oro akiendelea kuangalia kwamba yale ambayo yanaendelea kule kwenye chuo kikuu cha Mount Kenya, alituzungumzia akituambia kwamba waigizaji tofauti tofauti watakuwa wanapatiwa tuzo zao, na pia watakuwa
pata ushindi wa Moment of Inspiration Kenya Awards. Ni baadhi ya taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa undani ili tuweze kumsikia ripota wetu Nelfa Oro aweze kutuarifu kuwa ni yapi ambayo yanaendelea katika eneo hilo la Mount Kenya. Lakini tutakuwa tunaendelea kuyafuatilia, lakini tunajua kwa sasa kwamba bado hafla hiyo haijaanza. Itakuwa inaanza jioni siku ya leo, na pia wengi watakuwa wamejitokeza kutoka kwa vituo vya habari tofauti. Tunajua kwamba kuna wale wanabiashara ama investors ambao watakuwa wanafika kwenye hafla hiyo kwenye chuo hicho kikuu cha Mount Kenya. Na pia kuna wanafunzi pia naarifa kwamba watakuwa pale ili waweze kutuelezea ama kutuambia ni yapi yale ambayo watakuwa wanayafanya. Lakini ripoti yetu watakuwa wanatupatia hayo yote kwa muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa ni yale ambayo tunajua ni kuwa watakuwa napokea ama watu watakuwa naagizwa tuzo ya ushindi wa Moment of Inspiration. Na kwa sasa Nelfa, kama unatusikia, kama unatupata, labda utueleze kwa ni yapi yale yanaendelea mahali uliko. Shukran sana Jacinta, na ukiwa katika Communication Center za Ndizi TV, na leo hii nikiwa nimezuru katika Mai Mahiu Viewpoint, ambapo leo hanga ni tulivu zaidi, na vile leo hii barabara zote zitakuwa zinaelekea katika shule ama chuo kikuu cha Mount Kenya ambayo kilichopo katika Thika, na ni kuwa leo hii tutakuwa na hafla ya kuwakabidhi tuzo wale washindi wote wa the Moment of Aspiration Kenya Awards, wale ambao wamekuwa wastadi kwa talanta mbalimbali. Na vile watakuwa wanatuzwa zawadi kwa sekta mbalimbali kama vile uimbaji alafu na pamoja na sekta zingine mbalimbali. Basi nikiwa leo nimezuru katika Mai Mahiu Viewpoint, nimekutana na mmoja ambaye pia anafanya ziara yake akielekea katika kaunti ya Kiambu. Basi ningependa aweze kutujulisha leo kwamba ana matarajio yapi atakapofika pale ambapo tulisema kwamba tunaenda kupata tuzo katika shule ya chuo kikuu ya Mount Kenya. Naam, karibu sana na ujambo. Unaweza tuambia jina lako, na je, ninaona kwamba uko ziara yako ukielekea katika chuo kikuu cha Mount Kenya. Una matarajio yapi utakapofika pale? Kwanza kabisa, jina najulikana kama Dan Oyo, na mimi ni mmojawapo wale ambao walikuwa wakiwania tuzo kutoka kwenye shirika la Moment of Inspiration Kenya Awards Moika season 2, ambapo wamekuwa wakituza watu tofauti ambao wako na talanta pamoja na wale ambao wanatekeleza shughuli za hapa na pale, ikiwemo biashara zile za kampuni, zile za hata uchapishaji wa vitabu, utunzi wa nyimbo, pamoja na wale ambao wamebobea katika ule ustadi wa kutengeneza ama kuumba nembo ama kadi za biashara za kila aina. Na kwa hivyo ifikapo uko majioni hivi, natumai ya kwamba nitafika kwenye sherehe ambapo tafrija imeandaliwa chuo kikuu cha Mount Kenya uko Thika, ambapo najua na natumai ya kwamba kuna vitu kadhaa na mazuri ambapo yatakuwa hapo, ikiwemo tuzo za kikombe pamoja hata na mawaidha na wosia ambao watu ambao watahudhuria hapo wataweza kupata kutoka kwa wazungumzaji mbalimbali. Na wewe kama Dana, utakapofika pale katika chuo kikuu cha Mount Kenya, unatarajia kupewa tuzo kwa sekta gani? Mimi kama mmoja wapo wale ambao wanatarajiwa kutuzwa, ni kwamba natarajia kupewa tuzo la kushinda kitengo cha wale wa kuumba picha ama wa kuumba hata mchoro wa vitabu pamoja na nembo na kadi na machapisho za kila aina.
Mpenzi mtazamaji, ni ripota wetu Nelfa Oro akiwa Viewpoint ya Mahiu akiendelea kumhoji mmoja wa waniaji wa sherehe hiyo ambayo inatakikana kufanyika usiku wa leo majioni siku hii ya leo, ambaye amesema kwamba yuko Mahiu Viewpoint, na pia anasema kwamba kuna sekta ambazo wanaenda kupatiwa tuzo, sekta tofauti zikiwemo sekta za uigizaji. Kuna wale wengine ambao watapatiwa tuzo kwa kuwa wanaimba vizuri, na pia kuna wale kama Dan ambaye amezungumza hapo akisema kuwa yeye anatarajia kupata taji ama tuzo la kuunda nembo vizuri ama picha na pia michoro. Na pia tumeona kuwa alituambia kwamba wengine ambao watakuwa wanapatiwa tuzo ni wale ambao wanafanya uchapishaji wa vitabu na pia wale ambao pia wanatunza nyimbo. Kwa hivyo ni baadhi ya wale ama zile categories ambazo watakuwa wanapatia zawadi na tuzo katika Moment of Inspiration Kenya Awards. Na pia mwanahabari wetu pia ametuangazia mambo machache akisema kuwa sherehe hiyo ama hafla hiyo itakuwa inafanyika jioni siku ya leo, na ni Moika season 2, kwa hivyo inamaanisha kuwa inarudi tena kwa mara ya pili ndio itakuwa inafanyika. Na pia tumemsikiza Dan Oyo akisema kuwa anatarajia pia kupata tuzo, na ni tumaini letu kwamba labda atakuwa anapata tuzo hilo. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, hayo ni baadhi ya yale ambayo tulikuwa tumekuandalia mchana wa leo, na tunakushukuru kwa kuungana nasi na kutuamini sisi kama Ndizi TV Africa tukupatie matukio na pia taarifa zote ambazo zinaendelea nchini Kenya. Kwa hivyo kukumbusha tu kwamba siku ya leo Frederick Odhiambo pamoja na Geoffrey Mulili watakuwa wanaenda mbele ya jopo la uteuzi la kutafuta makamishna wa tume ya IEBC, na pia Rais William Ruto ameingia kwenye kaunti ya Tharaka Nithi ambapo pia atakuwa anazungumza na wakazi wa eneo hilo na pia kuzindua miradi tofauti, na pia siku ya kesho atakuwa anamaliza ziara yake kwenye kaunti ya Kiambu. Lakini hayo yote na mengi zaidi utakuwa unayapata ifikapo saa 1 jioni na Jeff Nyakundi, na pia tutakuwa tunaweza kukuelezea haya na mengi zaidi ifikapo pia mwendo wa saa 3. Kwa wote ambao umejiunga nasi mchana wa leo tunashukuru. Langu jina Jacinta Nyabeta, mwelekezi wa lugha ya ishara ni Lydia Mose, na mwelekezi wangu kutoka studio ya pili ni Abigail Nyanchama. Kuwa na mchana mwema na pia wikendi njema.